Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Bishop Dickson Kaganga, mchungaji kiongozi wa kanisa la ZICC au kwa kirefu Zanzibar International Christian Center, Assemblies of God lililoko Zanzibar, mahali panaitwa Kariakoo. Nimeokoka na mpenda Yesu. Kipindi ni dawati la uongozi ambacho kinakujia kila siku ya Ijumaa kwenye television yako pendwa ya Joy Gospel TV, Azam Other Channel namba 36, lakini pia kinakujia sasa kupitia television yetu ya Tanzania Assemblies of God Zoe, ambayo inapatikana kwenye kingamuzi cha Azam Other Channels namba 10. Kuanzia Jumatatu, juma lijalo, Mungu akitujalia, tutakuwa na huko pia. Sasa tuombe. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya neema yako na kwa ajili ya upendo wako. Tazama sana wakati huu tunapokuja mbele zako, ninakuja kwa unyenyekevu mkubwa. Mungu, naomba unitumie kama chombo kwa ajili ya utukufu wako. Hata kama kuna mmoja tu anayesikiliza, Mungu huyo pia anafaa. Ninaamini ya kwamba kitakuwa baraka kwake kipindi hiki. Baba, asante kwa sababu wewe ni mwema. Ninakurejeshea heshima na utukufu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen, amen. Sasa kwa nini nilianzisha kipindi cha dawati la uongozi? Ukweli sababu kubwa ni mzigo wangu ambao niko nao kwa ajili ya watumishi vijana, hususan wale ambao Mungu amewaita lakini hawajapata fursa na neema ambayo mimi nimeipata ya kupata elimu nyingi sana ya theolojia. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba vile vitu viwili vitatu ambavyo niko navyo ninaweza nikawasaidia. Na pia jambo la pili, ninaamini ni jukumu letu sisi wazee, kwa sababu sasa ninaweza nikajihesabu ni mzee. Kwetu sisi Afrika uzee ni fahari, sio kitu cha kukionea aibu. Kwa hiyo kama mzee na mtu mzima, sijui mzee, ninaamini pia tunalo jukumu sisi wazee la kuwatia moyo vijana, kuwafundisha na kuwakumbusha mambo ya msingi, kwa sababu haya mambo ninayosema wako watu wengine wamesoma kwenye vyuo vya Biblia, lakini ukiwasikia wanavyofundisha, ukiwatazama wanavyoongoza kanisa, unaona kabisa kuna haja ya kukumbushana. Na siku zote nimesema, ninaomba nirudie kwamba wito ni kati yako wewe na Mungu. Hakuna mtu ambaye anapaswa kuhoji wito wako. Mimi mtu akisema Mungu ameniita, sihitaji kuhoji, kwa sababu Mungu hana formula, Mungu hana watu maalumu. Mungu anamuita mtu amtakaye na kwa namna anayoona yeye inafaa. Sio lazima vile ambavyo mimi niliitwa basi iwe wengine wote. Maana kuna watu wengine wanafikiriaga vile ambavyo Mungu amewaita wao basi watu wengine wote waitwe hivyo au wapitie mchakato huo. Mungu ni Mungu ambaye anamuita mtu kwa namna anayotaka, mtu anayemtaka na kwa muda anaotaka. Kwa hiyo kisha sema nimeitwa, mimi ninaheshimu sana hilo jambo. Sihitaji hata kuhoji kwamba umeitwa itwaje, ulisikia ndoto, uliona maono, au una uhakika gani ya kwamba Mungu amekuita. Hiyo ni it's between you and God, ni kati yako wewe na Mungu. Lakini nisikilize Mtume Paulo anachomwambia Timotheo, ndicho ambacho ningetamani ni kuambia na wewe mtumishi wa Mungu mwenzangu. Iwe ni kijana au mtu mzima kama mimi, unataka kujikumbusha, karibu sana. Paulo anamwambia Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15. Sikiliza maneno anamwambia. Anamwambia jitahidi kujionesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mfanyakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Sasa listen, Mtume Paulo hasemi ya kwamba jitahidi kujionyesha kuwa umeitwa na Mungu. Unaona? Au jitahidi kuitwa na Mungu. Hakuna mtu anafanyaga jitihada katika wito. Lakini anasema jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu. Yaani anazungumza na mtu ambaye tayari ameshakubaliwa na Mungu. Tayari ana wito wa Mungu. Tayari ameitwa na Mungu. Lakini anamwambia sasa jitahidi kuonyesha, kuthibitisha
huo wito kwa watu sasa. Unaona tena, mfanyakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Kwenye tafsiri ya King James Version inasema study, unaona, study to show thyself approved unto God. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Unaona, anasema kule wamesema jitahidi, fanya bidii. King James anatafsiri neno kujitahidi kama kusoma, study, jifunze. Jifunze, to show thyself approved unto God, kuonyesha ya kwamba kweli Mungu amekuita. Naona mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari. Angalia ile sehemu ya mwisho ya mstari inasemaje? Ukitumia kwa halali neno la Mungu. King James anasema rightly dividing the word of truth, kwa sababu kitendea kazi chetu ni neno la Mungu, ni Bible. Sasa jitahidi, jibidishe, soma ili uliwasilisha hilo neno kwa usahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana ninataka kuzungumza tena juu ya kanuni sahihi au kanuni bora za kutafsiri maandiko. Kanuni bora za kutafsiri maandiko. Sikiliza Sulemani anachosema alipokuwa anaandika kwenye kitabu cha Mhubiri sura 8 mstari wa 1. Sikiliza anachosema. Anasema ni nani? Ni kama anauliza swali, ni nani kama mwenye hekima? Naye ni nani ajuaye kufasiri neno? Kufasiri neno, to interpret the word, kufasiri neno. Hekima ya mtu mwangaza uso wake, na ugumu wa uso wake hubadilika. Unaona Sulemani ana connect hekima na uwezo wa kutafsiri neno. Tunapokwenda kuhubiri, kufundisha, ujue ya kwamba hatulipeleki neno vivyo hivyo lilivyo tukalisoma, vinginevyo watu wangekaa nyumbani wakasoma. Unaposoma Yohana 3:16, waambii tu watu, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima. Alafu unabadilisha sauti, nasema kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila muaminie asipotee. Nasema ili asipotee, nasema ili asipotee bali awe na uzima. We don't do that. Hatufanyi hivyo. Unapofasiri unataka watu waelewe hilo neno hasa lina maana gani, Mungu amekusudia nini. Unaona? Kwa hiyo somo la kutafsiri maandiko kitaalamu linaitwa hermeneutics. Ama neno tutataja tena na tena, hermeneutics, lakini nitakuwa ninayafafanua. Ambalo ili neno linatokana na neno la Kigiriki hermeneo, ambayo maana yake ni kutafsiri, to interpret. Sasa najua wana teolojia tunashutumiwa sana kwa kutunga maneno, sijui hawa bwana ni watu wa mapokeo. Sikiliza Yesu alichokisema alipokuwa katika safari ile na wale jamaa kwenye barabara ya Emmaus. Sikiliza alichosema, Luka sura 24 mstari wa 27. Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza, you see, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Akafanya nini? Akawaeleza. King James inasema, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Hilo neno sasa ambalo kwa Kiswahili tumesema akawaelezea, akawaeleza, King James anatumia neno expounded, lina maana ya kutafsiri, yani kufafanua, you know, to explain, kuelezea. Ndio maana NIV inatumia neno ku-explain moja kwa moja. Anasemaje? And beginning with Moses and all the prophets, he explained, alielezea, he explained to them, you know, in what was said in all the scriptures concerning himself. Unaona?
Kwa hiyo unaona Mungu, kwa hiyo hermeneutics au kutafsiri maandiko kwa upande mmoja ni sayansi. Kwa nini ni sayansi? Kwa sababu kuna kanuni fulani ambazo watu wamezifanyia tafiti na zinatambulika na kwamba zilipotendewa kazi ulionekana ile effectiveness yake, yani kuna ufanisi. Yes, kuna ufanisi. Watu walipomsikiliza mtu ambaye amezingatia kanuni sahihi za kutafsiri maandiko, walikuwa na kuongezeka, they were interested, walivutiwa ya kwamba hili neno kweli, unaona. Kwa hiyo hii ni science kwa upande mmoja, kwa sababu ni lazima ujifunze certain principles, kanuni kadhaa, lakini kwa upande mwingine ni art, kwa sababu inahitaji application, inahitaji kutendea kazi, nidhamu ya kutendea kazi. Kumbuka wakati fulani tuliwahi kusema katika kanuni ya kutafsiri maandiko, tulisema hivi: neno la Mungu kabla halijakuwa letu halikuwa letu. Naomba nirudie, neno la Mungu kabla halijakuwa letu halikuwa letu. Kuna watu huwa hawanisikilizi vizuri na endeni wananishutumu isivyo haki. Kuna wakati fulani niliwahi kusema Biblia ni kitabu kama vitabu vingine, lakini ni kitabu tofauti na vingine. And then nikafafanua, lakini mtu akashika hiyo tu, kwamba Kaganga akisema Biblia ni sawa na vitabu vingine. Ninasema ni Bible ni kama vitabu vingine, kwa sababu imetumia lugha kama vitabu vingine. Kama vitabu vingine lazima mtu ujue kusoma na kuandika ndipo usome. You see? Ndipo usome. Vimetumia makaratasi kama vitabu vingine, vimetumia literature, maandishi. Yani ukipuuza zile alama za kuuliza ambazo ziko kwenye vitabu vingine, ukipuuza zile alama zilizoko ndani ya Biblia, comma, full stop, ukipuuza zile, unaona, utakuwa umetafsiri vibaya. Kwa hiyo unaposoma Biblia ni kama vitabu vingine kwa maana hiyo, lakini ni tofauti na vitabu vingine. In fact ni kitabu cha pekee, kwa sababu mwandishi wa kitabu hiki ni Mungu mwenyewe aliyewavuvia watu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na wakanakili kile ambacho Mungu alisema, na ndani yake kuna uzima, kuna uhai. Sasa mtu akanikoti kile kipande cha kwanza tu, alafu akaanza kurusha mashutumu. Sasa naomba na hapa tafadhali msinitupie mawe. Nimesema hivi: neno la Mungu kabla halijakuwa letu halikuwa letu. Sijasema neno la Mungu halikuwa letu, nimesema kabla halijakuwa letu halikuwa letu. Kwa nini? Kwa sababu nasema hivi, haipaswi kushughulikia unaposoma tu neno, mhubiri au mwalimu, haipaswi kurush kukimbilia kwenye application, kwamba inatupasa sisi tunaoishi sasa tufanye nini. Kwa sababu Paulo alipokuwa anaandikia wa Korinto, wewe sio Mkorinto. Alipokuwa anawaandikia wa Filipi, wewe sio Mfilipi. Kwa hiyo shughulika kwanza kujua hivi Paulo, Roho Mtakatifu alipokuwa anamsukuma Paulo awaandikie wa Filipi, katika huo mstari unaosoma au katika hiyo sura unayosoma, alikusudia nini? The original intent of the author is very important. Yani ile kusudi la asili la awali la mwandishi pale alipokuwa anawaandikia kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu ni muhimu sana. Kwa hiyo ni lazima ujue kwamba huyo alikusudia nini. Na kwa sababu ninafanya baadhi ya marudio nikikusudia kuandika hiki kitabu cha kanuni sahihi za kufasiri, ninaomba niweke kila kitu sawa sawa. Kwa hiyo sijasema neno la Mungu sio letu. Nimesema kabla halijawa letu halikuwa letu. Alipokuwa anawaandikia wa Korinto, wewe ukuwepo, mimi sikuwepo my friend. Na ndio maana unahitaji kuzingatia tunapotafsiri baadhi ya mambo, unaona ya kwamba yamesema lakini sisi hatuyafanyi. Biblia, Paulo mahali fulani anasema, anawaandikia wa Korinto, anasema ni aibu kwa mwanaume kufuga nini? Nywele. Kufuga nywele. Sasa ukiangalia historical background, kwa nini Paulo anasema hivi? Ni kwa sababu wale walikuwa wanawaandikia nywele zao ni tofauti na zetu. Kweli kabisa. Unajua Wakorinto ni Wagiriki, Wagiriki ni wazungu. Maana yake wana nywele
ndefu. Kwa hiyo ukikuta mwanaume wa kizungu ameamua kuacha nywele, Paulo anasema hii inakuwa aibu, inakuwa ni sawa na mwanamke, sababu zinashuka kabisa mpaka kwenye mabega yake. Paulo anasema lakini mimi na wewe ni mimi, wewe na wewe Mnyakyusa, hata uache nywele itakuwa takataka tu, itakuwa kama limsitu, lakini haziwezi kushuka kama you know. Kwa hiyo ndio maana yangu naposema neno kabla lijawa letu halikuwa letu, nina maana hiyo. Unaona kwamba kabla ya kushughulika na application, shughulika na lilisema nini. Sikiliza kwa mfano Paulo anawaandikia wa Filipi, andiko ambalo tumelisoma tena na tena, walionisikia wamenisikia nikitoa mfano tena na tena. Wa Filipi 4:13 anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Unaona, nayaweza katika mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Sasa ukitaka kuapply moja kwa moja bila kuzingatia ya kwamba hivi Paulo alikuwa anawaandikia hawa huu mstari huu, kulikuwa kuna mazingira gani? Kwa sababu ndugu zangu, naomba niwakumbushe kuna kanuni mbili za kutafsiri maandiko, moja ambayo ni kanuni sahihi na nyingine ambayo sio sahihi. Nitazitaja kwa Kiingereza lakini nitafafanua. Ya kwanza inaitwa exegesis, exegesis, exegesis. Hii ni kanuni sahihi ya kutafsiri maandiko, ambapo unazingatia muktadha, the context, ya kwamba kama nisipoelewa mstari huu natakiwa nisome mistari miwili mitatu juu yake, kwamba Biblia imefumwa pamoja. Ndio maana ya neno context au muktadha kwa Kiswahili. Context, con kwa Kigiriki ni together, pamoja, text kufuma. Ndio maana viwanda vya nguo vinaitwa textile. Kwa hiyo context, the Bible is context, imefumwa. Yani usifikiri kuna mstari mmoja unaojitegemea peke yake, hapana. Juu yake kuna mistari, juu yake kuna sura, kuna vitabu vingine. The Bible is a library ambayo imekusanya vitabu 66, vimegawanywa kwenye Agano la Kale na Agano Jipya. Unaona ambavyo waandishi zaidi ya 40 waliandika kwa kipindi cha miaka 1600, kila mmoja akiwa kwake na vyote vinakubaliana. Bwana asifiwe sana. You see? Kwa hiyo unazingatia muktadha. Huu ndio utafsiri sahihi, exegesis. Unaangalia muktadha, original context inasemaje, ili sasa nikishajua maana ndipo ni apply kwamba kumbe wenzetu walikuwa na hali hii, Paulo akawashauri hivi, na sisi kumbe tukiwa na hali hii ushauri ni huu. Praise Jesus. Kwa hiyo ni aina ya utafsiri ambapo mtafsiri anafanya jitihada kujaribu kumwelewa mwandishi alikuwa anakusudi gani hasa kabla hajafanya application. Yani unahangaika, unasumbuka kutafuta maana ya maneno mle. Unaona? Kwa sababu usipofahamu hata maana ya maneno hayo, utabadilisha tu sauti na watu wataitikia tu amina, kwa sababu watu wetu ni so emotional. Wanaitikia tu amina, lakini ukitoka nje ya mlango ukiwauliza umeelewa, unaweza tu kawa na shauti, unasema Yabesi alimlingana Mungu, haleluya. Wangapi wako tayari kumlingana Mungu? Na ukaona mikono watu wananyosha na vigeregere, la. Unajua system wa Pentecost. And then ukitoka nje ukambana mtu mmoja kumuuliza nini maana ya kulingana? Utashangaa, unaweza kutaelewa. Kwa hiyo unaona mtafsiri ana deal na haya maneno kwamba hawa watu nikiwaambia kulingana kama Yabesi alivyomlingana Mungu, na sisi inabidi tumlingane Mungu. Yabesi alikuwa na shida gani mpaka kamlingana? Na hiyo maana ya kulingana ina maana gani ili tumlingane? Kwa sababu huwezi kumlingana kama hujui kulingana ni nini. Huwezi, you know. Lakini kanuni hii mtafsiri haleti maana yake kwenye maandiko, bali anajitahidi kutafuta maana iliyokusudiwa na mwandishi. Hatuletagi maji kwenye kisima, guys. Tunachotaga maji kwenye kisima. We don't drag our own meaning. Hatuchukui maana zetu wenyewe from uko nje, halafu tukazileta kwenye neno la Mungu. Hata tunapoandaa mahubiri na mafundisho, hatupaswi kuanza na tafsiri zetu. Unaona, halafu tukasema ngoja tutafute neno linalo fit tafsiri yetu. Si sawa. Yani hapo itakuwa hamna tofauti na yule mtu ambaye ameamua kulewa, halafu anatafuta andiko
litakao mwalisha kulewa. Halafu anachomoa ushauri wa Paulo aliyomwambia Timotheo ya kwamba kunywa na mvinyo kidogo kwa ajili tumbo lako. Anasahau tumbo lako, atasahau tumbo lako. Atasema tu Paulo alikuwa mtumishi wa Mungu, alimwambia Timotheo mtumishi wa Mungu kunywa na sisi tunakunywa. Atasahau tumbo lako. Mtu mmoja akaniambia, mchungaji, mimi Biblia imesema, nikasema kama una shida ya tumbo haya. Nakumbuka Paulo anawaandikia Timotheo miaka zaidi ya 2000 iliyopita, kulikuwa hakuna mahospitali na teknolojia iliyo leo. Kuna vitu vimekubalika na Wakristo wote. Ukikuta hospitali una Panadol, sidhani kama watu watakushangaa. Lakini tukikuta na miti shamba tutashangaa. Why? Kwa sababu mwili wa Kristo tumekubaliana ya kwamba hospitali si tatizo. Unaona? Lakini miti shamba kwa sababu inachumwa kwa ushirikina, siji mtu amezunguka mara 7, njoo usiku, siji njoo na jogoo na nini, unaona? You see? Kwa hiyo hatuleti maana kutoka nje kuleta kwenye Biblia, tunatafuta maana ndani ya Biblia. Hatuleti maji kisimani, tunachota maji. The Bible ni kisima, hatuchote. Kwa hiyo hiyo ni aina ya kwanza. Aina ya pili ni eisegesis. E-I-S-E-G-E-S-I-S. Hii ni aina ya utafsiri ambayo haizingatii muktadha wa asili, the original context wa kifungu cha Biblia, ili kuamua maana ya kifungu hicho. Ni pale mhubiri au mwalimu analeta maana yake badala ya kutafuta maana ndani ya maandiko. Tumesoma kwa mfano hilo andiko la Wafilipi 4:13. Mtume Paulo anasema, nayaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Listen to me. Mhubiri wa aina hii ya pili isiyo sahihi ya eisegesis, yule ambaye anataka kuleta maana ndani ya Biblia, au hajishughulishi sana kuchimbua maana ya hilo neno. Unaona? Unajua, anaweza akatafsiri moja kwa moja ya kwamba Paulo ana maana tunaweza kila kitu sisi katika Kristo Yesu, kwamba tunaweza tukarusha ndege bila kusoma, tunaweza tukamfanyia operation, upasuaji mtu hospitali bila kusoma. Kwa nini? Kwa sababu tunayaweza yote katika yeye atutiae nguvu. Nikatoa mfano nikiwa kwenye ndege, afu nakutana na pilot anajitambulisha, ninaitwa John, ninaabudu pale kwa Reverend Nkone, VCC nadhani inaitwa VCC kwa Reverend Nkone. Ninaabudu pale, nimeokoka, nampenda Yesu, nimejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Ukweli sijawahi kusomea pilot, lakini ninaweza yote katika yeye anitiae nguvu. Mimi ninashuka bwana, ninashuka kabisa, serious. Au naenda hospitali nakutana na mshirika wangu ananena kwa lugha pale, namwambia wewe umesomea udaktari lini? Anasema baba, nayaweza yote katika yeye anitiae nguvu. Amna bwana, mimi nakimbia hospitali. Why? Sivyo ambavyo Mtume Paulo alikusudia. Ukitafsiri hivyo utakuwa, nimetoa mfano wa kuchekesha, lakini haya mambo yanaonekana huko. Mambo haya yanaonekana ya watu kuchukua Bible ndio kutafsiri ndivyo sivyo. You see? Huyo hakuzingatia kanuni sahihi ya kutafsiri maandiko. Ametafsiri nje ya muktadha, out of context. Ni kweli Paulo amesema katika Wafilipi 4:13, nayaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. It is true, ni kweli amesema nayaweza mambo yote, sio mawili, yote katika yeye anitiae nguvu. Lakini hebu tuangalie hii kanuni tulisema ya kutafuta, ya kuchimbua maana kutoka kwenye asili ya yule aliyeandika. Alikuwa na maana gani? Why did Paul wrote this? Kwa nini Mtume Paulo alisukuma na Roho Mtakatifu aandike haya? Sasa itakulazimisha uangalie historical context, historia ya kwamba hivi kulikuwa kuna uhusiano gani kati ya Paulo na Wafilipi. Utagundua ya kwamba Paulo alianzisha hili kanisa na alikuwa na uhusiano nalo, na inaonekana kana kwamba kuna wakati walikuwa wanasapoti huduma yake. Sileti hayo maneno kutoka kwenye kichwa changu. Ukisoma mstari wa 10 juu pale, unasema hivi, nalifurahi sana katika Bwana. Kwa nini? Kwa kuwa sasa mwisho au hatimaye mmehuisha tena fikra zenu kwa ajili yangu.
Unaona, hatimaye mmeuisha tena fikra zenu kwa ajili yangu. Huu ni wakati wa sasa, mmeuisha, yani ni sasa. Ukisoma NIV inasema you have renewed your concern for me, manake mmefufua, mmeanza tena kama vile mlivyokuwa in the past. Unaona, mmeuisha sasa kama vile ilivyokuwa in the past. Na ndio maana nikakwambia kwamba hata haya maneno nyakati za Bible zina umuhimu sana kuzingatiwa. Unaona, sasa mmeuisha kama ambavyo wakati uliopita mlivyokuwa mkinifikiria hali yangu, lakini hamkupata nafasi. Sasa sikiliza mstari wa 11. Sikiliza mstari wa 11. Paulo anasema hivi, si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyo nayo. Mtume Paulo ni kama anasema, sisemi haya yepi? Hayo mstari wa 10 ya kwamba nimefurahi kwa kuwa mmeuisha, mmeanza tena kusapoti huduma yangu. Sisemi haya kwa msukumo wa mahitaji. Sisemi haya kwa msukumo wa shida. No, sisemi haya kumanipulate, kuwahadaa. Kwa maana nyingine ni kama anasema dhiki au uhitaji hainisukumi mimi kusema haya. Unaona? Siwashukuru ili kuwahadaa mnisaidie. No, hapana. Kwa nini? Kwa sababu mimi Paulo, mstari wa 12, najua kudhiliwa kwa maana ya kuwa mhitaji, tena najua kufanikiwa katika hali yoyote na katika mambo yoyote. Nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Ndipo sasa unaona anasema mstari wa 13, nayaweza mambo yote. Yepi? Ninaweza kudhiliwa na kufanikiwa. Ninaweza kushiba na kuona njaa. Ninaona kuwa na vingi na kupungukiwa. Hakuna kitu kinachoweza kunibadilisha. Haleluya, haleluya. Oh my God. Kuna mtu mmoja aliniambia ya kwamba, unajua bwana, Askofu Kaganga alikuwa anazungumza habari ya rafiki yake mmoja ambaye alikuwa rafiki yake sana, na sasa hivi amekuwa mtu mkubwa mahali fulani. Anasema bwana unajua fedha na umaarufu vina uwezo mkubwa sana wa kumbadilisha mtu. Nikasema mimi ngoja ni mnukuu rafiki yangu mwingine Dr. Chalo aliwahi kusema, na nina mnukuu ya kwamba fedha na umaarufu au vyeo huwa havimbadilishi mtu. Huwa vinamfunua mtu yule alivyo. Yaani kuna watu ni wanyenyekevu, sio unyenyekevu, hawana. Yaani ukiwaangalia hivi unaona jeuri ndani yao, unaona kiburi ndani yao, lakini hana hiyo namna, hana. Kwa sababu mazingira yamemtisha, hali imemtisha. Subiri apate hela. Subiri apate cheo. Ndio utaona yule mtu, sio kwamba vinambadilisha mtu. Mtu ambaye ni mnyenyekevu, mtu mwenye heshima, mwenye nidhamu, my friend, pesa haiwezi kumbadilisha. Mtu ambaye ana mzigo na kazi ya Mungu, uhitaji hauwezi kumbadilisha. Ndicho anachokisema Paulo, anasema hivi, asanteni sana kwa kunisaidia. Mungu awabariki sana. Kama ambavyo mlikuwa mkifanya awali, mmeamua tena baada ya kuacha hapa katikati. Lakini mjue mimi Paulo nayaweza yote. Yepi? Mimi naweza kuona mhitaji, naweza kufanikiwa, naweza kushiba, naweza kulala njaa. Mimi naweza kulala kwenye mahandaki, naweza kulala 5 star. Unaona? Naweza kuwa na vingi na ninaweza kupungukiwa, na injili bado itaendelea mbele. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Na ni nani anayenisaidia sasa kuweza kuhimili hayo mabadiliko ya wakati ninacho na wakati sinacho, wakati nina njaa, wakati nimeshiba, wakati nina vingi? Nani anayeweza kunitia nguvu? Ni Yesu. Ndiye anayeweza kunitia nguvu. Kwa hiyo unaona somo hapo Mtume Paulo analolifundisha ni kwamba ukiwa na Yesu kuna utoshelevu. Praise Jesus. Hallelujah. Au tunaweza tukasema furaha ya kweli haitokani na kuwa na vitu. Na neno furaha hapa ni neno lile joy, kwa sababu kuna tofauti ya furaha ya Kiswahili, ile furaha happiness na furaha joy. Neno la Kiswahili ni moja tu, furaha.
lakini hawa Waingereza wana maneno mawili tofauti. Wana neno joy ambalo ni tunda la Roho kwenye Biblia. Joy sio furaha. Hii ni lile ambalo Paulo anawaandikia akiwa gerezani, anasema furahini katika Bwana, tena anasema furahini. Anatumia neno rejoice in the Lord and again rejoice. Unaona, ni furaha ambayo haitokani na vitu, ni furaha ambayo haikujengwa kwenye vitu, kwa sababu furaha ikija na kitu, mtu akifurahi kwa sababu amepata gari, hiyo gari ikipata ajali ikapinduka, ujue imeenda na furaha yake. Paulo yuko gerezani, lakini joy bado yuko ndani, kwa sababu gani? Hii ni tunda la Roho. Praise Jesus. Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahi. Hii haiwezekani isipokuwa ndani ya Yesu Kristo. Kwa Mtume Paulo hasemi tukiwa na Yesu basi tukarusha ndege bila kusomea, tukaendeshe magari. No. Wacha nitoe mfano wa pili. Kwenye Kutoka sura ya 17 mstari wa 12 tunasoma. Kutoka 17 mstari wa 12 ile nisi. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito, basi wakatoa jiwe wakaliweka chini yake, akalikalia Haruni na Huri, wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua ilipokuchwa. Sasa tukitaka kufanya exegesis, tukuleta maana yetu sisi wenyewe, tunaweza tukalitumia hili andiko tukasema ya kwamba, unaona, Musa anawakilisha wachungaji. Asipopata akina Haruni na Huri washirika wa kutegemeza huduma yake, wa kutoa fedha kwa ajili yake, wa kumnunulia gari, pikipiki. Unaona Sasa listen to me, naomba unielewe vizuri. Sio vibaya kutegemezwa. Hata mimi nategemezwa. Serious. Unaona Lakini mimi nasema hivi, hili andiko halizungumziwi directly, moja kwa moja, kutegemezwa kwa maana ya fedha na kadhalika na kadhalika. Tunaweza tukayatumia maandiko mengine, Malaki, wekeni zaka kamili, kiwepo chakula cha kutosha ghalani. Unaona, ingawa lina tafsiri yake na nini, lakini unaona hilo andiko liko directly linazungumzia bali ya utoaji wa zaka na mafungu. Leteni zaka kamili, muone kama sitawafungulia milango na madirisha ya mbinguni. Paulo anawaandikia wa Korinto sura ya 9, anasema Mungu humpenda mtoaji, atoaye kwa ukarimu. Atoaye haba atavuna haba, atoaye kwa wingi, unaona, atavuna nini? Kwa wingi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu huwapenda watoao kwa ukarimu. Kwa hiyo yako maandiko mengi yanayozungumza juu ya wakili wa kwamba tunao wajibu sisi washirika wa kutoa sadaka, wa kutoa zaka, wa kutegemeza kazi ya Mungu. Mungu akikugusa kumbariki mchungaji, huo wajibu tunao. Mimi niwahi kuwa mshirika, kwa hiyo nafahamu, niwahi kumbariki mchungaji wangu, niwahi kuguswa, kutegemeza kwa maana ya finance, kwa maana ya vitu vya kula na kadhalika. Ninachosema andiko hili halizungumzii hicho ambacho wengi huwa tunakifikiria. Halizungumzii. Sasa wana wa Israeli wanasafiri kutoka, wamevuka bahari ya Shamu, halafu wako jangwani. Ghafla walipofika Refidim, Waamaleki wakawavamia. Kuna historical background ya Waamaleki, tutaizungumza siku nyingine. Unaona, Waamaleki wakavamia. Sasa hii sisemi kutoka kichwani. Ninafanya kanuni inayoitwa kuzingatia muktadha, context. Ninasoma mistari mingine juu kutaka kupata kisa kizima. Nini kilitokea? Kwa nini Haruni na Huri wanainua mikono? Kwa nini Musa yuko kule juu? Why? Na kwa nini kilitokea mikono ilipokuwa inashuka? Ili niweze kufanya application kama ambapo tulifanya application kwenye lile Warumi 4:13. Tukaona ya kwamba tunajifunza kutoshelezwa, tunajifunza kutokubadilika, tunajifunza kung'ang'ana katika huduma hata kama mazingira ni magumu. You see? Hata kama kuna watu wengine unajua wakifanikiwa ndio wanaacha huduma. Hivi unaelewa? Hiyo ni changamoto. Kwa hiyo watu wanajifunza kutoka kwenye andiko la Paulo ya kwamba tusibadilishwe na mazingira, tusibadilishwe na hali. Tukitiwa moyo jina la Bwana libarikiwe. Tusipotiwa moyo jina la Bwana libarikiwe. You see?
unafika mahali unamtazama Bwana kwamba ndiye aliyeniita, mimi sijaitwa na mtu, nimeitwa na Mungu. Mtu akitekeleza wajibu wake kana kwamba anatekeleza kwa Mungu, hilo linakuwa halina majuto, kuliko tukianza kusukumana na kumanipulate na kulazimishana. Mungu anapenda watoaji wanaotoa kwa hiari, my friend. You see? Kwa hiyo kama tulivyofanya kule, tunafanya na hapa. Unaona mstari wa 8 unasema wakati huo wa Amaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidim. Kwa hiyo ninaposema ghafla walivamiwa, situngi. Nimezingatia muktadha, context, kwamba Biblia imefumwa, haiko tu kwenye mstari mmoja. Mstari wa 9 unaelezea mpango wa vita. Walipovamiwa, mpango wa vita ukawa hivi: tuchagulie, mstari wa 9, watu. Huyo ni Musa anaeleza, anamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane na Amaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile, na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Mstari wa 10 na wa 11. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia. Vipi? Nenda kule front line, mimi Musa nitaenda mlimani. Unaona akapigana na Amaleki, na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Kwa hiyo unaona, unapata hiyo picha. Vita imetokea, Yoshua anaongoza vita kule mbele, and then kule juu Musa na Haruni anaongoza vita. Mstari wa 11, ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na aliposhusha mkono wake, Amaleki walishinda. Hii ina maana gani? Kuinua mikono, what does it mean? Kwa sehemu kubwa inazungumzia maombi. Praise the Lord. Musa alipoomba kule chini, vita walikuwa wanashinda. Alipoacha kuomba, wakawa wanapigwa. Ndipo Haruni na Musa akaona hivi, hapa Bwana, ili vita kule ipigane tushinde, lazima tuinue mikono ya Musa. Kwa hiyo literally wakainua mikono ya Musa. Hawakwenda kuchukua vipolo vya mchele kumletea Musa. Vipolo vya mchele, lugha ya Zanzibar hiyo. Vipolo, bags zile za mchele, viroba vya mchele, vipolo vya mchele kwetu tutasema. Unaona, sio vibaya. Nasema hili andiko halikuwa na maana hiyo. Literally waliinua mikono. Ni kama walikuwa wanamwambia Musa, usipoomba tunashindwa. Halisemi vinginevyo, ingawa by implication unaweza uka-imply, lakini katika hatua ya awali jizoeshe kutafuta andiko linalosema lile unalotaka kulisema. Kama kwa habari ya utoaji yako maandiko mengi, kwa habari ya kutegemeza kazi ya Mungu yako maandiko mengi, lakini hili linazungumzia nguvu ya maombi ya kiongozi. Praise Jesus. Nguvu ya maombi ya kiongozi. Mshirika wangu mmoja ambaye alihama, ameenda mahali fulani, akanipigia simu, ananiambia, mchungaji, sisi wiki ijayo tunaenda mlimani kuomba na mchungaji siku 40. Nikamuuliza, siku 40 mnaomba ombaje? Akaniambia tunaenda kufunga na kuomba kwa muda wa siku 40. Nikamwambia utakufa. Yaani kufunga na kuomba kavu kwa siku 40. Nikamwambia utakufa. You'll die. Serious. Utakufa. Kwa sababu hakuna mahali panasema Musa alifunga na kuomba siku 40. Hakuna. The Bible doesn't say that. Biblia haisemi hivyo. Oho. Nisema hili mahali fulani watu wakastuka. Mzee vipi? Hakuna mahali panasema hivi Musa alifunga na kuomba siku 40. Someni muktadha. Musa aliitwa na Mungu. Na wakati Mungu anamuita hakumwambia watakuwa na yeye siku ngapi. Definitely. Yaani Musa hakukaa hivi akasema anakwenda kufunga. Kama ambavyo sisi tunaamuaga, unaona mambo yamekuwa magumu, nasema nafunga. Kwa hiyo Musa hakuwa amepanga kwenda kufunga, ila aliitwa na Mungu. Na kwa sababu hakujua watakaa siku ngapi huko, wakajikuta wanakaa siku 40. Ndio maana kule chini kulikuwa na manunguniko, wakataka kurudi nyuma, wakatengeneza ndama. Kwa nini? Kwa sababu hawakujua Musa. Sikiliza madai yao, wanasema hivi, jamani, huyu Musa inawezekana huko amekufa. Kwa nini? They didn't know kwamba atarudi siku
ngapi? Na by the way, listen to me. Hivi nikuulize, ukikaa katika uwepo wa Mungu, unajua Musa aliitwa na Mungu mwenyewe aliyeumba mbingu na nchi. Unaelewa hiyo? Yuko kwenye lile wingu, Shakaina, the glory of God, utukufu wa Mungu umefunika. Wewe utaona njaa, utaona kiu. Come on guys. Unaona? Kwa hiyo Musa hajapanga kufunga siku 40. Musa aliitwa na Mungu. Mungu akampa maelekezo. The only thing we can learn there ni kwamba hata sasa sisi watumishi wa Mungu tunapoongoza kanisa tunapaswa kupata maelekezo ya Mungu, kwa sababu hili ni kanisa la Mungu, na maelekezo hayo lazima yawe sawasawa na neno la Mungu, kwa sababu ufunuo is complete. Kwa hiyo mtu hawezi kuja sasa hivi na maelekezo mengine ambayo yako kinyume na neno la Mungu akaturudia akatuambia Mungu amenipa ufunuo ya kwamba sasa sio lazima tuoe mke mmoja. Mungu amenipa ufunuo. Tutasema hapana, si sawa, ufunuo is complete. Mungu hawezi kujicontradict, hawezi kujichanganya. Kwa hiyo tunajifunza kukaa mbele za Bwana na kusikiliza maelekezo. Lakini siku 40 nikamwambia kafungeni. Na by the way, la mwisho nikamwambia kijana, kama ndivyo mwambieni mchungaji aende yeye. Kwa sababu gani? Musa hakwenda na washirika kule mlimani. Alienda peke yake na Yoshua tu, msaidizi wake. That is the Bible. Je, siamini juu ya kufunga na kuomba? Njoo uliza washirika wangu, watakwambia. Watakwambia mimi ni mtu wa namna gani ninapokuja kwenye maombi, my friend. Nasema hili neno alikuwa na maana hiyo ambayo huyu jamaa anataka kuwachukulia wenzake wapeleke mlimani, kwa Mungu amesema naye wakafunge kule siku ngapi? 40. Anataka kwenda kuwaua. Nikamwambia aende yeye, kwa sababu alienda kule ni Musa. Mwambie aende yeye na mzee wa kanisa mmoja, Yoshua wake, anayemwamini kabisa hapo kanisani. You see? Kutoka sura 24 mstari wa 12. Let me read this. Sikaonekana nasema tu. Kutoka 24:12 nasemaje? Bwana akamwambia Musa, njoo huku kwangu mlimani, uwe huku, nami nitakupa mbao za mawe na ile sheria na hiyo amri niliyoiandika, ili uwafundishe. Mungu hajasema Musa, njoo huku tufunge na kuomba siku 40. No guys, hapana. This is the word. Bwana akamwambia Musa, akamwambiaje? Njoo huku kwangu mlimani, uwe huku. Kwa siku ngapi? Mungu hajasema. Tufanye nini? Nami nitakupa mbao za mawe na ile sheria na hiyo amri niliyoiandika, ili uwafundishe. Mstari wa 18, Musa akaingia ndani ya lile wingu. Lile neno wingu maana yake ni kwenye utukufu, Shekaina. Akapanda mlimani. Musa akawa humo katika ule mlima siku 40 mchana na usiku. Of course hakula na kunywa, lakini nachosema hakuwa amepanga kwenda kufunga, alikwenda kuchukua sheria za Mungu. It took 40 days, ikachukua siku 40 katika uwepo wa Mungu. Na my friend, nikwambie ukweli, ukikaa katika uwepo wa Mungu huwezi kusikia njaa. Yani sidhani kama mbinguni unakula na kunywa kule mbinguni. Yani uko kwenye utosherevu completely wa Mungu mwenyewe. Lakini wewe ujichanganye, nenda mlimani siku 40. You see? Kwa hiyo ni kama anasema jukumu la msingi la kuombea kanisa. Mimi nadhani ni la mchungaji. Serious. Ninaweza nikasahihishwa. Mimi sipaswi kuwaombesha watu. Ninapaswa kuomba na kuwatia moyo watu kuomba. Yani sipaswi kuwaombesha watu. Yani mimi huwezi kunikuta kwenye mkesha wa kanisa ninapiga simu, mzee, leo amehudhuria wangapi kwenye maombi? When it come to fasting and prayer, niko pale mbele. In fact, unaona, niko pale mbele. Kwa nini? Kwenye Matendo ya Mitume sura ya 6 kulikuwa kuna mgogoro. Unafahamu juu ya wajane na nini. Mstari wa kwanza unasema hata siku zile, Matendo ya Mitume 6, wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manunguniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Walisahauliwa. Naona hilo neno sikuli copy lote. I'm sorry. Unaona? Lakini walisahauliwa katika huduma ya mezani. Kwa maana wakati ule, kwa sababu kanisa lilikuwa linaanza, wajane walikuwa wanahudumiwa na wakawa wanasahauliwa.
kukawa kuna manunguniko kati ya wajane wa Kiyahudi na wa Kiyunani. Wayahudi pure, Wayunani ni wale Wagiriki mchanganyiko. Usi nini walifanya mitume? Mstari wa 2, wale thenashara wakawaita jamii ya wanafunzi wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. 3, basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili. Na sisi, mstari wa 4, Maki, na sisi kwa maana ya mitume, sisi mitume, wachungaji, manabii, makuhani, na sisi tutadumu. Neno kudumu maana yake hatutaacha. Kwa Kiingereza nasema we will devote ourselves. Katika nini? Katika kuomba na kulihudumia neno. Hatutaacha. Wacha watu wengine wafanye mambo mengine, wahudumu mezani, wacha watu wengine wagawe vyakula, lakini sisi hatutaacha. Naona nazungumza na wachungaji vijana, usiache. Siku hizi kwenye mitandao kuna mambo mengi, kuna walimu wengi sana. Mwege muwe kama wa Beroya ambao wanasikiliza maneno na kuyaingiza ndani ya roho na kuyapambanua. Kuna kijana mmoja alikuwa anawatia moyo vijana wenzake, mchungaji kijana huyo, anawaambia wenzake, anawaambia, unajua haya mambo ya kufunga na kuomba haya bwana ni mapokeo tu. Kufunga na kuomba ni mapokeo. Unaona? Anasema unafungaje na kuomba sasa hivi wakati Yesu yuko ndani yako? Na unajua wakijuaga Kiingereza kidogo, how do you fast while Jesus is in you and the Holy Spirit is in you? Basi wanawaingiza watu kwenye machaka. Unaona? Kwa hiyo anawaambia kwa sababu roho yuko ndani yako, Yesu yuko ndani yako, why do you fast? Lakini msikilize Yesu mwenyewe. Ametokewa, amefuatwa na wanafunzi wa Yohana. Wanamwambia, mbona wanafunzi wako wafungi? Yesu anamwambiaje? Anasema hawa watafungaje sasa hivi wakati bwana harusi yuko pamoja nao? Ni kama anawaambia niko pamoja nao kwa jinsi ya mwili. Wakiwa wana shida, nawaambia leteni chakula, samaki 2 na mikate michache, na inua na ibariki. Wana shida ya kodi, namwambia Petro, vua samaki wa kwanza, pasua, kuna hela humo ndani. You see, niko pamoja na wao. Wana shida kwenye bahari, ninatembea tu juu ya uso wa maji, natuliza dhoruba. Literally niko pamoja nao hapo. Lakini atakapoondolewa bwana harusi, kwa maana kwa jinsi ya mwili, watafunga hawa. Na ndio maana tunamwona Petro akiwa amefunga na kuomba, sura ile ya 9 nafikiri na ya 10 Matendo ya Mitume, mpaka akataka kuzimia. Na anasema alipokuwa katika hali hiyo ya kutaka kuzimia, maono yakaja, akaona kitambaa. Guys, nyinyi wachungaji vijana, msasikiliza wauni kwenye mitandao huko, wana Tuingereza, you know, Jesus is in you and the Holy Spirit is in you. Why do you fast? Unajua Kenya kameshindwa kufunga, kanafanya exegesis, kanachukua maana kichwani mwake, kanataka kuileta kwenye neno la Mungu. No guys, soma Matendo ya Mitume sura 13, inasema na huko kwenye kanisa la Antiokia walipokuwa wanafanya nini? Walipokuwa katika kufunga na kuomba, Roho wa Bwana akasema nao. Praise Jesus. Unaona? Kwa hiyo umeona kanuni bora ya kutafsiri maandiko, exegesis, ukizingatia muktadha. Juma lijalo tutaangalia kwa undani zaidi kwamba nini hasa muktadha na vitu vingine hivyo ambavyo ninaamini kabisa vitatu saidia. Mungu akubariki sana sana. Ninaamini kuna mambo mawili matatu umeyapata. Kama nilivyosema, mzigo wangu ni watumishi wa Mungu vijana, wale ambao walipata fursa ya kwenda kwenye vyuo vya Biblia na wale ambao wamepata fursa, lakini ukweli kabisa unaona ama tunasahau. Kwa nini? Kwa sababu ni hivi, kutafsiri maandiko, hermeneutics, ni science. Kwa hiyo unahitaji kujua hizi principles, lakini ni sanaa. Ukizijua hizi principles, unatakiwa uwe na nidhamu ya kuziapply. Vinginevyo usipokuwa na nidhamu ya kuapply na ile shauku ya kutaka kufanya vizuri zaidi, utajikuta ya kwamba kila siku itwapo leo, ingawa ulikwenda kwenye chuo cha Biblia, lakini mtu akikusikiliza unasema, jamani, imekuwa kwaje? Msiwaangushe walimu wetu wa vyuo vya Biblia. Yani ifike mahali watu waanze kukweshe huko, jamani, huko hermeneutics iliendaje huko, homiletics iliendaje huko? Maana tukianza kusikilizana huko mtaani, my friend,
unaona majanga kabisa kabisa. Kwa hiyo kwa wale ambao wameenda, na unajua mamangu mimi alinifundisha, alikuwa ananihadithia hadithi, halafu mwisho alikuwa anasema, je, unaipenda hadithi yangu? Ukipenda mafundisho haya ninaamini atakusaidia kila Ijumaa hapa Joy Gospel TV saa 3 na kila Jumatatu Zoe TV saa 3. Ninaamini kabisa ni masomo ambayo yatakusaidia. Naomba nikuombe. Baba, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, na kushukuru kwa ajili ya msikilizaji huyu ambaye amepata fursa ya kusikia maneno haya. Ninaomba Mungu katika jina la Yesu Kristo, endelea kuyathibitisha ndani yake yale ambayo yametoka kwako. Mungu, mimi ni mwanadamu tu. Ninaamini ya kwamba Roho Mtakatifu umenisaidia. Pale ambapo sikusema ya kwako, Mungu ninaomba unisamee, unioshe na unitakase kwa damu ya Yesu Kristo. Lakini kusudi langu ni jema ya kwamba ifike mahali tuliwasilishe neno lako vizuri, kama vile Paulo alivyomwambia Timotheo, alitumie kwa halali neno la Mungu, dividing rightly the word of God, kulipeleka kwa uhalali ili likalete matokeo yanayokusudiwa. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki. Ninambariki mama huyu, ninambariki baba huyu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Mungu akubariki sana. Nikutakie utazamaji mzuri wa vipindi vingine katika television ya Joy Gospel TV siku ya Ijumaa na Zoe siku ile ya Jumatatu. Otherwise, Mungu akubariki sana. Injili iendelee.